Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Watu wengi wameshindwa kupata matokeo katika ufalme wa Mungu kwa sababu wanatenda dhambi. Na shetani anajua kabisa principles za ufalme wa Mungu, ya kwamba ukitenda dhambi unajitenga na Mungu, kwa maana unakuwa hauna ushirika na Mungu, kwa utakuwa upate matokeo. Ndio maana shetani anafanya juhudi kubwa watu wa Mungu watende dhambi, kwa sababu anajua kabisa. Ukisoma ile Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8 inasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa shetani anajua principles za Mungu, anasema kabisa, anafanya juhudi kubwa watu wa Mungu watende dhambi ili watenge na Mungu, kisha watu wa Mungu washindwe kuziendea baraka zao, washindwe kupata matokeo katika ufalme wa Mungu. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, kama unahitaji matokeo katika ufalme wa Mungu, ni lazima ushinde dhambi, ni lazima ushinde uzinzi, ushinde ulevi, ushinde uchawi, ushinde ushirikina, ushinde kila aina ya dhambi ili uweze kupata matokeo. Na ndio vita kubwa anayoifanya shetani. Wacha nikwambie, shetani hana kazi kubwa anayoifanya leo hii. Shetani alishaifanya kazi yake kule kwa Adamu na Hawa. Yaani leo hii shetani amerelax, amekunja nne. Yeye anachofanya shetani ni kuipitisha tu dhambi mbele yako, alafu anajua kabisa kutokana na mbegu aliyoipanda kwa Adamu na Hawa, hii mwili utaaccept tu ile dhambi. Kama ni mzinzi, shetani anakupitishia tu mwanamke pap mwenye maumbile vile vile unavyotaka wewe. Anajua kabisa kupitia mwili wako kitu alichokipanda ndani ya mwili utaaccept tu ile dhambi, kisha dhambi unaitenda, unaishiriki kwa kuamua, tena unakuta hujapenda, lakini kutokana na ile asili ya humu ndani ndio imeaccept ile dhambi kuitenda. Kwa shetani hana kazi kubwa. Ili kuweza kuishinda dhambi ni lazima ushinde mwili kwanza. Ukisha ushinda mwili ndipo utaweza kuishinda dhambi. Ndio maana Yesu Kristo amekuja ili kutuwezesha kushinda dhambi. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, ili uweze kuishinda dhambi ni lazima ukubali huyu Yesu Kristo aliye hai. Ndio maana watu wote waliomkataa Yesu imekuwa ni ngumu kwao kushinda dhambi, imekuwa ni ngumu. Yaani matokeo yake wanatamani kushinda dhambi, matokeo yake wanapumzika dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wameshindwa kushinda dhambi kwa sababu bado hawajaushinda mwili. Ili uweze kushinda dhambi ni lazima ushinde mwili kwanza. Matokeo yake wanapumzika tu, wanasema mimi sitaki tena uzinzi. Matokeo yake anakaa wiki 2, wiki 3, anarudi kwenye zinaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajapata nguvu ya uwezesho wa kushinda mwili. Kushinda dhambi ni mkakati wa kibinafsi. Kushinda dhambi sio mkakati wa kikanisa. Kushinda dhambi ni mkakati wa kuamua mwenyewe kusema kuanzia leo sihitaji dhambi tena, sihitaji uzinzi, sihitaji ulevi, sihitaji chochote kinachokinzana na mapenzi ya Mungu. Ni lazima uamue kwanza, ndipo utaweza kushinda dhambi. Hata kama ukimpokea Yesu Kristo, kama hujaamua kushinda dhambi, ni ngumu kushinda dhambi. Ndio maana leo ibadani watu wengi wanaenda ibadani wanashindwa kubadilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawajaamua kutengana na dunia, hawajaamua kudhamiria kuacha dhambi. Huyu Yesu aliyompokea imekuwa ni ngumu kuacha dhambi kwa sababu hawajaamua kuacha dhambi. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4 anasema kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Mpaka maandiko matakatifu yanasema ya kwamba kila mtu aweze kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kumbe inawezekana kuweza mwili wako katika utakatifu na heshima. Kumbe ipo nguvu wezeshi ambayo inaweza kutufanya tukauweza mwili, tukaushinda mwili. Lakini hiyo nguvu inatoka wapi? Hiyo nguvu ndio inatoka mpaka pale unapomkubali Yesu Kristo aliye hai. Mungu anajua kabisa kila mtu aliyempa mwili, basi alimpa mwili anaouweza, alimpa mwili unaomudu, alimpa mwili ambao anajua huyu anaweza kuuendesha. Kwa hiyo wakiona tena mwili unakuendesha wewe, Mungu anachukizwa, anasema sawa, Adamu nao alitenda dhambi, ndio dhambi mpaka leo ipo, lakini nimewaletea Yesu anayewapa nguvu ya kushinda hiyo dhambi. Mbona sasa nyinyi hamuamui kushinda dhambi? Hebu tuamue kushinda dhambi. Huu mwili tuna uwezo wa kushinda kupitia Yesu Kristo. Zeni hata dhambi akipitisha shetani inakuwa ni takataka kwetu. Hebu tukubaliane na Mungu. Hebu tuweke nia ya kuacha dhambi. Tuweke nia kusimama na huyu Mungu, tuepukane na jehanamu ya moto, lakini pia tuepukane na kukataliwa na Mungu, ili tuweze kuzivuna baraka zetu hapa duniani lakini na hata mbinguni. Hebu tusimame kikamilifu watu wa Mungu. Amua leo, simama na Mungu. Haya mambo ya kidunia yanapita. Kuna siku utasimama mbele za Mungu, afu ukawa huna cha kujieleza, ukawa huna cha kujibu kutokana na maisha uliyoishi hapa duniani, ukawa huna cha kusema. Hebu simama mtu wa Mungu, amua kuacha dhambi leo. Nahitaji siku moja tusimame wote mbele za Mungu, tujieleza haki tulizotenda, tujieleze mema tuliyotenda hapa duniani, lakini sio mabaya. Hebu simama kikamilifu mtu wa Mungu. Nakutakia mema, na mimi najitakia mema. Ndio maana nakueletea injili hii ya kweli, ili usimame na Mungu, ili ukubaliane na huyu Yesu, ili uamue kuacha dhambi mtu wa Mungu. Kama unahitaji ushauri ama kama una tatizo la aina yoyote, piga namba hii. Hii ni namba ya mchungaji wangu. Atakuombea na utapona kabisa bila gharama ya aina yoyote. Maana Mungu amewaita watumishi wake kwa ajili ya kuifanya kazi yake, na wamekubali kuifanya kazi ya Mungu bila gharama yoyote, na Mungu akubariki sana.